Leo lile neno ambalo tutashiriki la kufunga mwaka ni kufanyika dhabihu yenye kukubaliwa na Mungu. Becoming an offering acceptable to God. An offering acceptable to God. Becoming an offering acceptable to God. An offering ni kitu ambacho kinatolewa. Ni kitu ambacho mwenye kukitoa hakipati tena. Hallelujah. Ni kitu ambacho unapokitoa unakitoa kabisa kwa yule ambao umempea. Na Biblia inaanza katika Mwanzo, Bwana apewe sifa, na Mungu mwenyewe anaumba Adam, alafu anampa bustani la Eden. Bwana atukuzwe. Na alitaka na wao wampe ushirika, lakini wakapoteza ushirika. Jina la Bwana litukuzwe. They could not offer themselves to God. Na tunaona hapo ndio Cain na Abel wanaenda kutoa sadaka. Wanaenda kutoa offering. In the book of Genesis. One offering is accepted, the other one is not accepted. Bwana atukuzwe. Na maandiko yanazungumzia vizuri kwa nini moja ilikubaliwa na kwa nini moja ilikataliwa. Praise Jesus. It's not the offering that was rejected ama was accepted, ni condition ya mwenye kutoa. Mwenye kuitoa. Na ndio unaona Mungu anafuatilia mpaka Kaini. Anamwambia, mbona uso wako umebadilika? Si hata yako ninaweza kuipokea. Praise Jesus. Kwa hivyo alikuwa anapewa another chance ya kutoa ile sadaka. Na maandiko yanasema ya kwamba Mungu akampokea Abel na sadaka yake. Mungu akamkataa Kain na sadaka yake. Praise Jesus. Kwa hivyo mwenye kutoa ndio kwanza alikuwa anakubaliwa ama anakataliwa. Praise Jesus. So for us to offer an offering that is acceptable to God, Bwana apewe sifa, inategemea our condition ya moyo wetu. Moyo wetu umekaa namna gani? Moyo wako umekaa namna gani? Jina la Bwana lipewe sifa. Na sadaka tunapoitoa kwa Mungu, tunaitoa ikiwa a burnt offering. Yaani inateketezwa, inaenda, ikiendanga. Hakuna wakati itarudi kwa mfuko yako. Hakuna wakati itarudi katika zizi lako. Praise Jesus. Na hapa ndipo shida huwa, kwa kuwa wakati mwingi tunatoa sadaka na bado tunataka hiyo sadaka. Unishike vizuri, sizungumzi kuhusu pesa. Sizungumzi kuhusu mashamba ambao tunatoa. Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Hebu tuwekee pale tuone. Nitufanyie utangulizi kidogo. Romans 12 verse 1. Wacha tuanzie verse 1. Mmeikata. Simtujaji kwa screen tu. Pasa soma yako umepata. Wa media watatufuata baadaye. Hebu rudia tena. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Kitu cha kwanza, tunatoa miili as a living sacrifice. Number 2, holy, ikiwa takatifu. 3, acceptable unto God. Acceptable unto God. Kwa hivyo unaweza kutoa na utoe huo mwili, lakini Mungu haukatae. Bwana atukuzwe. Alafu inasema ya kwamba which is your reasonable service. Ibada ambayo ni ya maana. Naposema ya kwamba nimeenda kanisani ibada, nimeenda kumwabudu Mungu. Nimeenda kumwabudu Mungu. Unajua ibada tunatanga service ni inatokana na hilo neno kumwabudu Mungu. So inategemea
jinsi ambavyo tunatoa sadaka. Na ndio nimesema hapa, kuna wakati ambapo unatoa sadaka, unampelekea Mungu, alafu tena unaichukua. Watu wengi wameiendea, wametoa miili yao kwa Bwana, hatimaye tena wanachukua huo mwili wao waliompa Bwana, wanaambia Mungu, ngoja kidogo, kwa kuwa hii bado haijakufa, bado iko hai, acha nitumie kidogo hapa, kidogo, siku 2, dakika 3 nitumie hapa, alafu nikurudishie. Hallelujah. That one won't be acceptable. That one won't be accepted. It will be rejected. Hallelujah. That one won't be holy. Haitakuwa safi. Because the word holy, it is to separate. You separate from the others and you put it aside kwa ajili ya huyo Mungu. So wakati ambapo bado ninachukua hiyo sadaka na ninaitumia, haijakuwa separated, bado ingali pamoja na mimi. Hallelujah. Hata Yesu tunaenda kufunga mwaka. Hallelujah. Na Mungu anahitaji sadaka hizi. Na ndio hapa tunaambiwa, I beseech you brethren. Yaani tusome na Kikamba hiyo maneno mawili matatu hapo. Ni mwesuba indino anasa makwa. Ni kata. Ni mwesuba. Na wabembeleza. Hallelujah. Na wahimiza. I beseech you. Yaani tafadhali, tafadhali, tafadhali. Kama kuna sadaka utatoa, tafadhali, tafadhali ujue jinsi ya kuitoa. Amen. Sio tu sadaka, ni sacrifice. Na kupitia katika huruma za Mungu, we don't qualify to give God. We don't qualify to give God. Mungu ndiye anatupea sisi. It is by the mercies of God. Kwa rehema za Mungu ya kwamba Mungu anaweza kuhitaji hiyo mwili. Hallelujah. Anaweza kuwa mbali sana na mimi na endelee na kazi zake. Because for me to be absent kwake, hana hasara anaenda. Bwana atukuzwe. Alichoma Sodom na Gomora, na kukawa ni kama hakufanya chochote. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo mwili wako, mwili wangu, tunapoutoa kwa huyu Mungu, tunampa Mungu huu mwili. Na ndio unakuta hata zile sadaka zingine kama pesa zetu, mashamba yetu, Bwana atukuzwe, mali yetu, itategemea vile ulitoa mwili wako. Kama hujatoa mwili wako, hallelujah, praise Jesus, kutakuwa na kelele nyingi kwa huyu Mungu unapotoa hivi vingine, unapotoa mali nyingine. Ndio maana mahali pengine anasema ya kwamba mimi sihitaji beberu, kondoo wale wanono, na hata nikiwa na njaa sitawaambia. Unajua sasa hapo anasema kama mnafikiria ni huwa ninakula Bwana atukuzwe, hakuna wakati atakwambia I'm hungry. Anasema ng'ombe katika milima zote ni zake, kwa hivyo haombi ruhusa kupata yoyote. So hapa ni mimi ninahitaji sadaka yangu ikubaliwe. Ni wewe unahitaji sadaka yako ikubaliwe kwenye ibada ambao umekuja. Hii ni Jumapili ya 52. Umekuja zingine 51 kutoka mwaka ukianza. Hii ni ya 52. Katika hizi Jumapili zote, haleluya, sadaka yetu ambayo tumetoa imekuwa namna gani? Siwaambie Mungu sadaka hii nikifunga mwaka na ikubalike mbele zako. Haleluya. Ikubalike mbele zako. Ndio hapa tunaambiwa, basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu. Itoeni miili yenu iwe dhabihu. Kitu cha kwanza ni iwe dhabihu. An offering, a sacrifice. Hallelujah. We offer unto God. Present your bodies, because sasa sisi we are the priests and we present our bodies. Ile vitu ulikuwa unaweka kwa midomo ambayo haikuwa inapendeza Mungu, isiingie kwa midomo yako. Ile vitu ilikuwa inatoka kwa mdomo wako, maneno yaliyotoka kwa mdomo wako ambayo hayakuwa ya kumfurahisha Mungu, yasitoke tena, because you have offered
your body a living sacrifice. Kwa hivyo sasa kinywa changu kitakuwa fruit ama matunda kutoka katika mdomo wangu. Mungu atafurahia maneno yanayotoka kwenye kinywa chako kama matunda. Kama vile alienda kwa mtini akakuta mtini hauna matunda, akakasirika, akaulaani. Nasi wakati ambapo ndani yetu akija kwenye hiyo sacrifice hapati chochote mahala pale, badala ya baraka ni laana, ni kukataliwa. Acceptable. So the opposite of accepting is rejecting. Hallelujah. Cain was rejected na sadaka yake ikakataliwa. Abel alikubaliwa na sadaka yake ikakubaliwa. Praise Jesus. So naye Paul anasema hivi, ninajitahidi nisije nikawafanya wengine wote waingie na mimi nikataliwe. Hallelujah. So anatoa mwili wake kama sadaka, anatoa maisha yake kama sadaka, ndio akitufanya tuingie mbinguni. Hata leo tunasoma vitabu vya Paulo, hata sasa hiki ni cha Paulo. Yeye asikose kuingia mbinguni na sisi tuingie mbinguni. Bwana apewe sifa. So tunapofunga mwaka ni wakati wa kuangalia vile mwaka umeyoyoma, vile mwaka unaisha, naye hiyo sadaka yangu inakubalika mbele za Mungu. Mwili wangu ambao huwa Mungu amenipa. Daudi anasema I am wonderfully and fearfully made. Hallelujah. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni ukubali mwili wako ni mzuri, umeumbwa vizuri. Watu wengine wanasema wameumbwa kombo, wanajaribu kujirekebisha. Bwana atukuzwe. Wanasema niliumbwa na mapua kubwa. Na Mungu aliona katika area ya kwenu unafaa kuwa na mapua kubwa kuliko wale wengi. Na baraka mbinguni. Anasema huyo mtu sikumuona na sikumpata. Ni vile mtu ambaye ameangalia hiki kimwili akijakaa vizuri, akakibadilisha, kikabadilishwa mpaka ukimwangalia na ni ndugu yako, unasema na huyu alikaa kama ndugu yetu, lakini alibadilika. Alikuwa mweusi, sasa ni mzungu. Amepaka vitu, amefanya nini? Hallelujah. Sizungumzi kujikuhusu, kujipaka ama nini. Nazungumza kuhusu kujipenda. Huo mwili wako upende ndio uweze kumpa Mungu. Hallelujah. Upende uweze kumpa Mungu. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. He is just a by the way. Bwana atukuzwe. Atumwe hapa kama vile nilikuwa hapa na nywele nyeusi, na Mungu anaona mimi ni mtu wa nywele nyeupe. Si atakosa mimi, atanikosa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mwambie mwenzako upende huo mwili ndio uweze kumpa Mungu. Amen. Hata wengine wanapitia shida, mambo mazito, mpaka anasema ya kwamba I wish I am dead. Sasa you wish you are dead and God wants that body. Why kill the body ambao Mungu anaitaka? Anasema a living sacrifice, not a dead sacrifice. A living sacrifice. Si unaona hapo kuna adui amepenya pale. Praise Jesus. Do you know whatever you have given God, God preserves it. That's why we dedicate children. Tunawapeleka kwa Mungu, wanakuwa preserved. That's holy and acceptable unto God. Wakati mwingi hallelujah, usijali watu wanasema nini. Mpatie Mungu vile ilivyo. Mpe Mungu hiyo sadaka vile ilivyo. Hapatia umwachie. Kama mdomo ilikuwa ya umbea, isiende kwenye umbea tena. Kama mikono iliwatoa kwa Bwana as a living sacrifice, itakuwa ni mikono mitakatifu. Maana tunasema wanaume, unajua kwa nini maana tunasema wanaume tuinue mikono yetu mitakatifu? Kwa kuwa mikono ya wanaume haikuwa mitakatifu, inapendaka kuchapa watu kila wakati. Hallelujah. Inachapa watoto, inachapa mke, inachapa ndugu, inachapa kila mtu. Ndio iwe acceptable, iwe mitakatifu, lazima itolewe kama dhabihu iliyo takatifu. Ndio Bwana anatuambia tuinue mikono yetu iliyo mitakatifu. Wanaume tuinue mikono mitakatifu.
Wengine wanaangalia sijui kama yangu ni takatifu. Ili gusa nini? Wengine hata ni juzi tu 25 na 26. Hallelujah. Na hapa sio pasa akutolee. Mimi nijitolee yangu, wewe utoe yako. God needs these bodies. Hallelujah. Praise Jesus. Yesu akatafutiwa mwili ndio aweze kushuka hapa duniani. Hallelujah. Na wewe umepewa mwili uweze kuwa hapa duniani that you may represent God in his fullness. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Sasa wewe angalia ni nini ambao umetoa ukabakisha. Wengine masikio walitoa yote wakabakisha masikio. Masikio inakaanga tu ukisikiliza. Kisikiliza. Mi pasa sinanga shida na mtu. Bora tu nipige hizo headphones zangu na earphones kwa masikio. Hallelujah. Mungu anataka praise na worship. Wewe uko katika unakumbuka ile vitu ya kula dunia kule ulikuwa unapigisha tu miguu namna hii. Miguu hata nayo ilibaki. Hallelujah. Unaposoma sadaka ilipokuwa ikitolewa haikuwa ina mawaa ama kasoro. Nasi tunapotoa sadaka ambayo haina masikio, hiyo ni sadaka iliyo na kasoro. Tunapotoa sadaka ambayo haina mikono, hiyo ni sadaka yenye kasoro. Na haikuwa inakubaliwa na kuhani. Naye kuhani wetu mkuu wa maungamo yetu ni Yesu. Nyuma mnanisikia huko? Kama unasikia nyuma mikono, good, sauti iko sawa nyuma. Bwana apewe sifa. So ni vizuri kuhakikisha sadaka yako is complete. Na ilikuwa inakaguliwa na makuhani kabla itolewe. Nasi tuchukue sadaka yetu tumpelekee Yesu. Tumwambie Yesu kagua hii sadaka. Hallelujah. Anapokagua anakwambia masikio ni chafu, masikio ni mbaya, tutengeneze kwanza masikio. Moyo ni mbaya, umebeba watu. Umeweka uko prison, umefungia watu katika moyo wako. So unapompelekea Mungu anaona umebebanisha watu. That one will not be a reasonable service, acceptable service. Hallelujah. Haitakuwa ibada yenye maana. Hata Yesu. Amen. Wengine ni miguu ilibaki, ulimi ilibaki. Bwana atukuzwe. Viungo vyetu vingine vimepelekwa katika usherati na ushirikina. But God needs ndio tunawa anasamakwa. Kondwa mateimangai. Mwenengane miyenyu ithiwe ndembo ithayu. Ithiwe chao ndembo ithayu. Amen. Na tunajua ya kwamba wakati tulikuwa katika dhambi, tulikufa katika dhambi. Lakini tunapookoka, that is Romans chapter 6, tunaenenda katika newness of life, katika upya wa maisha. Sasa huo ndio ule mwili ambao tunampa yeye. Jumapili ilikuwa ni Jumapili ama Christmas. Hallelujah. I think Christmas. Ya kwamba ndio tuweze kukaa vizuri, we stay in him. Because in him there is no sin. Nasi wakati tumempea mili yetu ikawa ndani yake, hiyo mili haitatimiza tena tamaa za mwili. Haitatimiza kamwe tamaa za mwili. Praise the name of the Lord. Amen. Go to Romans 15 verse 14. Romans 15:14. And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able to admonish one another. Next. Nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some sort, as putting you in mind because of the grace that is given to me of God, that I should be
the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. I have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertains to God. Tuendelee tu. For I will not dare to speak of any of those things which Christ has not wrought by me, to make the Gentiles obedient to the word and deed. For through mighty signs and powers and wonders, by the power of the, let me just repeat, through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and around about I have fully preached the gospel of Christ. Yes, so that I strive to preach the gospel not where Christ was named, lest I build upon another man's foundation. 21. But as it is written, to whom he was not spoken of, they shall see, and they that have not heard shall understand. For which cause also I have been much hindered from coming to you. Fikisha pale. Bwana atukuzwe. Tunarudi pale kwenye mstari wetu wa 14, tunaona ya kwamba for us to have this sacrifice and offering ambayo ni acceptable before God, Paul anasema kwamba I'm persuaded also, I myself also, I am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness. Number one, we be filled with goodness. Amen. Tujawe na wema. Hii mili yetu ndio iweze kutumika na Mungu, lazima iwe imejaa, not having some goodness, but full of goodness. Full of goodness. Na katika tunda la Roho, goodness ni part of tunda la Roho. Bwana atukuzwe. Wherever Jesus went, he did good. Alifanya mema. Kazi zote Mungu alizozitenda, he saw that they were good. So when we give our bodies, when we give ourselves to the Lord, we give ourselves to be full of goodness. Goodness. Hapa kama unasikia kuna mtu unasikia ukimuona ni kama unataka kutapika, please, when you give your body to God as a sacrifice, hautatapika tena. Hauwezi kutapika tena. You will be good. You will be good. Watu watakupenda na wewe utawapenda. You will do good. Hakuna wakati ambapo utasikia kinyongo ndugu yako akibarikiwa, kwa kuwa wewe ni mtu mtakamema na wewe unatenda yaliyo mema. Jina la Bwana alipewe sifa. Let's go to Ephesians chapter number 5 verse 9. Ephesians 5 verse 9. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Hallelujah. The fruit of the Spirit is in all goodness. Not some goodness, in all goodness and righteousness and truth. Hallelujah. Wewe mahali pengine ulitaka kujua tunda la Roho mahali iko, sio tu pale katika Galatians, ndio hii hapa. Inasema for the fruit of the Spirit is goodness. Tunda ni la nini? Tunda ni watu wale tunda. Tunda ni la nini? Ni Mungu apate kula lile tunda.
Hallelujah. That God may brag with you, kama vile alivyomwambia shetani, umemwona mtumishi wangu aitwaye Job. Hallelujah. God testified about Job. Kwa kuwa alifurahishwa na Job, alifurahishwa na David, akasema I have found David a man after my own heart. Bwana atukuzwe. Alikuwa anafuatilia moyo wa Mungu, alitaka moyo wake uwe kama moyo wa Mungu. Na sisi hapa tunaambiwa these are sacrifice ambayo ni acceptable, lazima iwe we follow after all goodness, not some goodness. Enda katika 2 Timothy 1:11. 2 Timothy 1:11. Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of that is 2 1:11. Okay. Hebu angalia. Okay. Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a good teacher of the Gentiles. Angalia kama ni it is Thessalonians, not Timothy. 2 Thessalonians. Naona hii inasema mambo ingine. 2 Thessalonians. Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of his calling, and fulfill all good pleasure of his goodness, and the work of faith with power. Hallelujah. Anasema ya kwamba Paul anaomba that our God would count us worthy of this calling and fulfill all good pleasure of his goodness. Afulfill katika wewe, katika maisha yako, that God may fulfill, hallelujah, all the good pleasure of his goodness. Mambo ile yote anayotaka kufanya mema ayafanye kwako. Si iwe hivyo mwaka hii tunaenda. All the good pleasures of God may be fulfilled in you. Hallelujah. This is a sacrifice ambayo inampendeza. Anafanya mambo yote yaliyo mazuri to be fulfilled. Hallelujah. All his goodness and the work of faith with power. The work of faith with power. Sasa Mungu anakutumia kabisa katika faith. Unaongea kama Mungu, unafanya kama Mungu, power. Because everything that is good kulingana na pleasure yake anataka kukutumia wewe. Si tulete imili yetu kwake, si tumpatie maisha yetu kwake. Hallelujah. Tuitoe huko tumesumbuka, tuitoe huko ambapo tumeteswa, tuitoe huko kule tulifungwa, tumpatie imili yetu, that God may count you worthy of his calling. Hallelujah. This calling ni anapotuita tuna present ourselves. Hallelujah. Na unapo present yourself, he accepts you. Na good pleasure yake, yani will yake yote ambayo apendayo, ya wema wake inatendeka kwako. Hallelujah. Praise Jesus. Ikiwa Sunday yetu ya mwisho, turuke nayo pande hiyo nyingine. Mambo yetu, wema wote wa Mungu uonekane ndani yako. Wema wote wa Mungu. Na Mungu ni mwema. Tumeimba hapa Mungu ni mwema. Wema wake uonekane. Watu wakikuona wasema nangaini museo. Hallelujah. Ningania. Akiangaliwa namna hii ana exhibit wema wa Mungu. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa kuwa aliamua kuyatoa maisha yake yote kwa Bwana. Aliamua kutoa kazi yake yote kwa Bwana. Aliamua kutoa jamii yake yote kwa Bwana. Joshua akasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hallelujah. Kitabu cha Malaki kinasema kumtumikia Bwana hakuna hasara. Nanyi mnasema ni hasara? Hakuna hasara. When you give to God, all the goodness yote anakupea. Yote anaiweka kwako. Hallelujah. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Enda katika Titus 2. Titus 2. Remember tuko katika goodness. Amen. Yaani wakati umetoa hiyo sacrifice ndio ikubalike, inakuwa na wema mpaka Mungu anakubali kukaa pale. Anakubali kufanya kazi pale. Titus 2:11. Titus 2:11.
For the grace of God that brings salvation has appeared unto all. Endelea, tuendelee. Teaching us that denying ungodliness and teaching us to deny ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteous and godly in this present world, sio huko mbinguni, looking for the blessed hope of the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. And the last verse, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquities and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Tukatakaswa tuweze kuwa watu wake. Hallelujah. A peculiar people, zealous of good works. So ndio tuweze kufikia hapo, tumesikia the grace imewekwa kwetu, that we may say no to anything that's ungodly. Kwenye mili hii yetu tuseme no, hii mwili nilimpea Mungu. And when you do that, hiyo zeal ya kutenda mema, hallelujah, will make you a peculiar person. Will make you a person who is purified for the master's use, because he has redeemed you for this purpose. Hallelujah. So ndio sadaka ikubaliwe, lazima hiyo grace itusaidie. Na hiyo grace itatusaidia tutakapochukua mili yetu tumpelekee yeye, ndio tupate that godliness. Amen. Hiyo godliness iweze kuingia ndani yako. Hata ukiwa katika mwili huu uko na godliness. Why? Because you gave your body to God and God gave himself to you. Hallelujah. Praise Jesus. That's the secret. When you give yourself to God, God gives himself to you. Akijipeana kwako, ndio Paulo anasema sio mimi niishie, bali ni Kristo aishie ndani yangu. Mtu ametoa sadaka na imefanya nini? Imekubalika. Romans 12:21. Romans 12:21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. So wewe ambao umekuwa ukifikiria kushinda uovu wa ushindi na kitu kingine, unashindwa na ule utajiri tuliwekwa ndani yetu na Mungu, his pleasure and his goodness. Amen. Inashinda uovu wote. Ndio unakuta Yesu anachukua sikio na rudisha mahala pake. Na huyu ni mtu alikuja kumkamata. Praise Jesus. Ni mtu ambaye alikuwa sio tu kumkamata, anaenda kumuua. But Jesus alitenda mema mpaka dakika ya mwisho. Mpaka dakika aliposema, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. We overcome evil by good. Lakini nakuta wakati mili yetu bado tuko nayo, nasema mimi siwezi kufanyiwa namna hiyo. Hii ni mara ya 6. Huyu mtu amecheza na mimi, amenionea. Ukitoka hapo unaenda ukiwa kama umeshikwa kwa wheelbarrow na shetani, uende ukasema vile vyote shetani anataka. Hallelujah. Amen. Hata nakutana na mtu akisema ninaenda, I give him a piece of my mind. So akitoka pale ni wazimu. Na hata wakati anapeana ni wazimu. Ana akili nusu. Mtu ambaye shetani punguani. Akili punguani. Amepungukiwa na akili. Hallelujah. May the Lord help us to give a sacrifice that is acceptable. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Kuna maandiko mengi sana tutasoma yote. Let's read Hebrews 10:23 to 25. Hebrews 10:23 to 25. Let's hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. Continue. And let us consider one another to provoke unto love and to good works.
Verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhort one another, so much more as ye see the day approach. So verse 24 inazungumzia hapo. 24, go to 24. Let us consider one another. Let us consider one another. Consider one another. To provoke and to love. To consider, sio tuwaumize, tuwapende sana na tuwatendee mema, kazi njema. Hallelujah. Not good works to yourself, but to the other person. To the other person. That's why we are told to consider one another. Tunapoingia next year, consider one another. Consider the other person. Count him better than you. Katika mambo yote tuwatangulize wengine. Bwana apewe sifa. Let's go to Romans. Turudi ile Romans yetu 15 verse 14. Romans 15:14. Tunaanza pale nasema, I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness. Number 2, filled with all knowledge. Filled with all knowledge. When God receives our sacrifice, anaipokea because tuko na knowledge ni nani tunatolea. Tuko na knowledge Mungu anahitaji dhabihu ya aina gani. Tuko na knowledge tunapompa Bwana dhabihu ni yake. It belongs to him. Hallelujah. Tunamuelewa vizuri, lakini kama hatumuelewi, ni kama tu vile mtoto anakupatia kitu alafu baada ya dakika 2 anaanza kulilia, nipe, mama nipe, baba nipe. Hallelujah. But when we have knowledge, jinsi ya kutembea na yeye, jinsi ya kukaa mbele zake, jinsi ya kutoa miili. Remember our sacrifices ziko uhai. Hallelujah. So you can, unaweza ifikia tunataka contempt ama breach mbele zake. Bwana atukuzwe. So ni kujilinda. Ndio Daudi anasema ya kwamba, ama mwandishi wa Zaburi, watch your steps as you enter to the house of the Lord. Amen. Tunaangalia tunatembea vipi katika nyumba hii ya Bwana. So hapo the word there, Bwana atukuzwe. Amen. Hiyo ni King James. Weka NIV. NIV inasema kwamba, I myself am convinced, my brothers, that you yourself are full of goodness. Number 2, complete in knowledge. Complete in knowledge. So we need to be complete katika knowledge. Hakikisha unasonga kutaka kumjua huyu Mungu. Ndio Paulo anasema kwamba ninatamani nikujue zaidi na zaidi. Hallelujah. Hatuwezi kumwelewa Mungu, we cannot comprehend him, but we need to have that hunger ya kutaka kuwa na that knowledge. Bwana atukuzwe. Ephesians 4:13. Usifunge hapo, tutarudi tu hapo. Ephesians 4:13. Inasema hivi, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Mili yetu tunaipeleka ifike hapo. Hallelujah. Maisha yetu tunapeleka afike pale. Until we reach the unity of faith in knowledge. Hallelujah. Of the Son of God. And become mature. Attaining the whole measure of the fullness of God. Hiyo ndio tunaita complete in knowledge. Na hiyo ni wakati ambapo tutamuona uso kwa uso. Amen. Bwana atukuzwe.
strive, sadaka hii tuipeane kabisa. Amen. Ndio katika imani usiwe mtu ambaye anayumbayumbika. Unity of faith, katika unity of faith, in the knowledge. Faith gani? Sio tu faith, ni faith in the knowledge of the Son of God, ya kumjua mwana wa Mungu. And become mature. Tuendelee kukua, tuache kuwa watoto wadogo, tuache kuwa watu wa kukunywa maziwa, watu wa kukula vyakula vigumu. Amen. Ni wakati ambapo tumefaingia katika spiritual exercise. Bodily exercise ina faida, lakini spiritual exercise ni zaidi. Ndio maandiko inasema. Jina la Bwana lipewe sifa. So wakati ambapo unasikia ukisema ya kwamba nataka kuwa kama Yesu, this is what Paul is saying, to be like Jesus. We attain the whole measure of the fullness of Christ. So tuwe na hali hiyo ya kutaka kuwa complete in knowledge. Jina la Bwana lipewe sifa. Colossians 1 verse 9 to 10. Wakolosai. Colossians chapter 1 verse 9. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of his will. The knowledge of his will. Kutaka kujua Mungu anatakanga nini. Na sio tukuwekwa kidogo, we be filled. God to fill you, tujazwe mpaka unajua ukibeba mtungi ambao haijajaa maji na kuanga sumbua, inakusukumanga mbele kikurudisha nyuma. Hallelujah. Ni kujazwa. Mambo zako ni kujazwa. Be full of, fill you with the knowledge of his will. This year tunapoingia, let's desire to know the will of God through all spiritual wisdom and understanding. Tunajazwa through spiritual wisdom and understanding. Amen. So tunaomba Mungu, God, hii sadaka nimekupatia, ijaze hekima, ijaze ufahamu, so that I may know your will. Amen. Ndio nisichukue hii mwili yako niipeleke mahali ambapo Mungu hauhitaji iwe pale. Nisiipeleke mahali ambapo Mungu uliitoa. Bwana atukuzwe. Hata kuhubiri injili, Roho, tunahitaji Roho Mtakatifu. Wakati mitume wanaenda kuhubiri, Roho Mtakatifu anawazuia kuingia Asia. Bwana atukuzwe. Halafu tena anawazuia kuingia kwingine. Baadaye katika maono wanaona wakiitwa Makedonia. Kujeni mtusaidie pande hii. Hallelujah. So hii mwili atupeleke just anywhere. Oh, nimeenda kuhubiri injili. Nataka kujua kama ni wakati wa kuhubiri injili ama ni wakati wa kuomba. Hiyo mwili unaipeleka wapi? Si Mungu atujaze the will. His will. Hallelujah. The knowledge of his will. The knowledge of his will. Hallelujah. Hii ni maombi mazuri ya kuomba. Bwana anijaze na akujaze. Weka NIV 1 Timothy chapter 2 verse 4. 1 Timothy 2:4. Who wants all men to be saved. Mungu hakuna kitu kingine anataka. All men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Complete knowledge is when you know the truth. Complete knowledge is when you know the truth. And when you know the truth, hapo ndio kuna deliverance. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Hallelujah. Mambo mengine hata sio kuombewa, mambo mengine hata sio kuwekelewa mikono ama kupakwa mafuta, is seeking the knowledge of the will of God. Hallelujah. And when you know the will of God, you'll know the truth. Na hiyo truth itakuweka huru. Jina la Bwana lipewe sifa. Hii sadaka hii kubalike na Mungu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Let's go back to our book. Na nione kama watu media wameikumbuka. Yes, Romans 15:14. Weka kwa Kiingereza, okay. Tuwekea kwa NIV. I myself am convinced, my brothers, that you yourselves are full of goodness, complete in knowledge, and competent to
instruct one another. Not just instructing one another, but being competent. Competent. Hallelujah. Mungu sasa ameanza kutumia mwili wako. Ameanza kutumia hii sadaka. Hallelujah. We are instructing one another. Hallelujah. Tunawafundisha wale wengine. Tunafundisha wale wengine. So, here the word is to be competent. In what? Instruction. Competent in instruction. Tusiwe watu ambao you are derailing other people. Wakati wanataka kwenda pande hii, kazi yako ni kuweka kando kando. Hallelujah. Ndio wapotee kabisa. Nilikuwa naambia tukiwa vijana vidogo kule industrial tulisumbua sana watu wa Kenya Railways. Tunaacha gari la moshi limeenda pande hiyo, limepeleka mizigo, na ule jamaa amekuja amepindua reli. Tunangojea iende huko. So tukirudi ikienda sisi tunakuja tunarudisha reli vile ilikuwa. So ikikuja baadaye iende kule ilikuwa inaenda pande nyingine. Inaenda kusimama huko tena narudi reverse alafu tunawapindua. Hiyo sio kuinstruct vizuri. You are derailing the other people. Ati mnaambiwa lazima mfanye ndoa takatifu. Sio lazima mtu afanye ndoa takatifu. Mtu bora mmeelewana, wazazi wanajua na Mungu anajua alikupea huyo, na wewe pia unampenda. So just go and stay. Alafu mwambie pastor, tuombee baadaye. Hiyo ni instruction mbaya. Bwana atukuzwe. Unajua tu Mungu atupangi mtu, hata ukikuja tu uombe tu ulie pale mbele za Mungu atakukubali we. Hiyo ni wewe ulipanga. Na ulipangishwa na mtu. Akakupatia wrong instructions. Hallelujah. Akakuderail. Na kuna maonyo makubwa, atakaye mkosesha mdogo wa hawa wadogo atafanya nini? Atawekwa shingo, jiwe ya kusaga. Hiyo jiwe ya kusaga nilikuwa nafikiria ni kama zile nilikuwa naona wamama wakifanya namna hii huku. Nilienda Israeli nikaikuta. Ni kama ile tairi ya gari ile liko pale. Kitu kubwa kama ile ya lori. Sasa hiyo kiingizwa tu, mtu akiingizwa tu hapo ndani. Anaenda akiendanga. Ile Samson alikuwa anazungusha ilikuwa kubwa kama hapa pote. Yaani Yesu alikuwa anamaanisha uishe kabisa, utokomee na usikuje tena. Usinki huko, kae huko. Hata maiti yake ikae wapi? Huko ndani. Na mimi nafikiriaga sio maji, ni ile bahari ya moto. Au akichomekea huko ndani. Hata surface. Bwana atukuzwe. Si kuna ziwa la moto? Tumbukizwe kwenye ziwa la moto. Wewe ambaye unatoa mwili wako, unampa Kristo Yesu, usichukue hiyo mwili kukosesha wengine. It's a sacrifice that's acceptable to God. Mpe, instruct others. Be competent. Mtu mweledi. The word competent ni mtu ambaye anafanya kwa uangalifu. Mtu ambaye anajua hiyo kazi kabisa. Jina la Bwana lipewe sifa. Ephesians 4:13. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Okay, hiyo sorry, sio hiyo. Competent, hiyo tumesoma pale. Is 2 Timothy chapter 2 verse 2. Hiyo nyingine tulikuwa nini ya knowledge. And the things you have heard of me, say in the presence of many witnesses, and trust the reliable men who will also be qualified to teach others. Amen. Huyu ni mtu competent. Hao ni watu ambao ni competent. Paulo anasema kwamba mambo mliojifunza kutoka kwangu. Hebu kwa Kiswahili. Na mambo yale ulioyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu. Watu waaminifu watakuwa competent. Uwakabidhi watu
waaminifu watakao faa kuwafundisha wengine. So hii sacrifice ambayo tunampea Mungu, Mungu anaturudishia this sacrifice aweze kuitumia akiwa ndani yetu. Amen. Praise Jesus. Ni sacrifice ambayo iko na competence, ambayo iko na uaminifu, ambao watu wanafundishana wao wenyewe. Na wafundishani mambo mabaya, wanafundishana mambo ambayo ni ya Mungu. Bwana atukuzwe. Hallelujah. Ndio utakuta if you have given your body to Christ, you will always teach people. Utakuwa tu unawaambia mtu, na mtu akiokoka anapita njia hii anaenda, because wewe mwili yako ishaingia kwa huko. Sio wewe unaishi, ni Kristo. Ndio Paulo anasema mambo mlioona kwangu, kwa hivyo body yake mlioona kwangu, na nyinyi muyafanye. Commit to others, na watapatia wengine walio waaminifu. Hata Yesu. Amen. Turudi pale katika kitabu chetu, ile verse yetu. I myself am convinced my brothers, that you yourselves are full of goodness, complete in knowledge, and competent to instruct one another. Next verse. I have written you quite boldly on some points, as if to remind you of them again, because of the grace given unto me. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Endelea. To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles, with priestly duty of proclaiming the gospel of God, so that the Gentiles might become an offering acceptable unto God. Hallelujah. Sanctified by the Holy Spirit. Kazi hiyo yote Paul aliyo nayo is for this purpose, for us to become ministers of Christ Jesus kama yeye. Hallelujah. Number 2. Hallelujah. Ako na priestly duty. Na wewe na mimi tunapopokea mili yetu, si alisema tumkopi? We receive the ministry duty, priestly duty. Bwana atukuzwe. Of proclaiming the gospel. Bwana atukuzwe. So that the Gentiles, wale watu wengine ambao hawajaokoka, waokoke kama sisi. Hallelujah. The Gentiles might become an offering acceptable to God. We were Gentiles. Hallelujah. Gentiles si kwa kusema kwamba wewe haukuwa Myahudi tu. Tulikuwa watu wasioamini. Watu walikuwa nje ya imani. Amen. That we may become an acceptable offering. Offering ambayo imekubalika mbele za Mungu. Number 2, sanctified by the Holy Spirit. When you give that sacrifice to the Lord, ana kazi yake ya kuisafisha. Bwana atukuzwe. Tunapoangalia katika offerings ambazo zilikuwa zinatolewa pale katika temple, palikuwa pool. Tunajua ile pool, malaika alikuwa anakuja anakoroga maji once a year. Haikuwa ya hiyo kazi, ilikuwa ya kuosha sadaka, to purify the sacrifice. So walikuwa wanaingiza pale kondoo, wanaoshwa, ndio wakitolewa wasitoke wakiwa na uchafu, ngozi yao ikiwa na uchafu. Ni safi. Alafu inapelekwa kwa kuhani aikague. Bwana atukuzwe. So tuliachiwa Roho Mtakatifu. Hatukuachwa kama mayatima. Tuliachiwa Roho Mtakatifu, that the Holy Spirit may sanctify us, so that we may become a sacrifice that will be accepted by God. Hallelujah. It is the Holy Spirit that gives life. Kwa hivyo anakuja ndani yetu, when he sanctifies us, anatupatia uzima wa milele. Flesh profiteth nothing. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo hali ya mwili yote inaondolewa na Roho Mtakatifu. Ndio hiki kimwili kule kilitaka kuenda, hakitaenda tena, because we are sanctified by the Holy Spirit. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen.
we are the Gentiles, tuwe sanctified, ndio tuweze kufanyika an offering acceptable to God. Hallelujah. Kwa kifupi, we yield to the Holy Spirit. Tunyenyekee kwa Roho Mtakatifu, tusikilize vile Roho Mtakatifu anasema. Aliye na sikio na asikie vile Roho anavyoyaambia makanisa. Tusikie vile Roho anasema, tumsikilize. Tukimsikiliza, ataendelea kutusafisha, ataendelea kututakasa, tutaendelea kusafika. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. When you read Hebrews chapter 13, an acceptable sacrifice, 13 verse 15, an acceptable sacrifice, we become an acceptable sacrifice. Mwili yetu ikubalike, maisha yetu ikubalike, wokovu wetu ukubalike. Nasema through Jesus, therefore, let us continually offer to God sacrifices of praise. Mambo ambayo atafanya aweze kutukuzwa, ainuliwe katika mambo yote. The fruit of our lips that confess his name, vile ambavyo tunamkiri kwa vinywa vyetu. Amen. Vile ambavyo tunawaeleza watu kwa vinywa vyetu. Endelea tu next verse. And do not forget to do good. So no, do good imerudi tena. And to share with others. Unaona about others imerudi tena. For with such sacrifice God is pleased. Kwa dhabihu za namna hii Mungu hupendezwa. Tuweke kwa King James. But to do good and to communicate, forget not. For with such sacrifices God is well pleased. Mungu anafurahishwa na sadaka za aina hii. Hallelujah. Kutenda mema. Usichoke kutenda mema. Na tunatakaswa. Hiyo verse iko hapo juu 15 imetueleza vizuri. By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Bwana apewe sifa. Can we finish na wa Thessalonians 2 Thessalonians 2:13, habari ya kuwa sanctified by the Holy Spirit. 2 Thessalonians 2:13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God has from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Holy Spirit and belief of the truth. Tulichaguliwa from the beginning kuingia katika wokovu katika njia ya utakaso wa Roho Mtakatifu. Yeye ni mtakatifu, akiingia ndani yako unakuwa mtakatifu wewe. Hallelujah. Amen. Ana saturate, inaitwa saturating. Yaani chai kijaa sukari inaitwa nini? Hiyo sasa anakujaa huyo utakatifu mpaka unakuwa mtakatifu. Hallelujah. Praise Jesus. Nilikuwa naona ukiweka vyuma kwa simako, tukiwa watoto tulikuwa naweka, alafu baadaye unachukua hiyo chuma unaenda unaokota chuma zingine nayo, inainua kwa kweli ilikaa kwa simako ama magnet. Bwana atukuzwe. Na wewe wakati umekaa katika utakatifu wa Roho Mtakatifu, ukitokezea hivi watu wakikuona wanaona mtakatifu, wanaona mtu mtakatifu, wanaona ule utakatifu wa Mungu. Kwa kuwa Roho Mtakatifu amekusafisha, amekutakasa, amekufanya nini? Amekutakasa na ukatakasika. Praise Jesus. Amen. So tukirudi pale juu katika our Romans 15, kuna hiyo verse iko pale mwisho 22.
Hebu rudi juu kidogo. Ndio hiyo hapo. Rather, as it is written, those who are not told about him will see, and those who have not heard will understand. Weka King James. Verse 21. But it is written, to whom he was not spoken of, they shall see. Hallelujah. And they that have not heard shall understand. Wakati ambapo tumetoa hii miili yetu, Bwana atukuzwe, tutasomwa kama barua na watu wengine. Watamuona Mungu ndani yetu. Hata maneno ambayo bado hayajafikia kwenye vinywa vyao watayaona kwako. Watatamani huyo Mungu wako. Mambo bado ambao hawajahubiriwa wakasikia, watakuangalia hivyo waseme tunataka huyo Mungu wako. Because hii sacrifice imekubaliwa na Mungu. Hii sacrifice imemfikia huyo Mungu. To whom he was not spoken of, they shall see. They shall see from this sacrifice. Hallelujah. Kwa yule ambaye bado, and they that have not heard shall understand. Kabla hujahubiriwa sema okay, kama kuokoka ni hii ya fulani, hata mimi nataka kuokoka. Hallelujah. Umewahi kusikia watu wakisema kwamba na fulani si anasemaga ameokoka, hii ndio kuokoka? Sasa hii scripture inakuanga tumeipaka matope, tumeipaka uchafu. Situkubali kuwa sadaka ya kukubaliwa na Mungu. Bwana apewe sifa. Mungu aweze kutukubali. Tukubali Roho Mtakatifu atutakase, atusafishe. Praise Jesus. Tunapomalizia mwaka, tumalizie kwenye mikono ya Bwana. Tumalizie kwenye mikono ya Bwana kama dhabihu iliyo hai na kukubalika mbele zake. Hallelujah. Tukubaliwe kama Abel aliyekubaliwa na sadaka yake ikakubaliwa. Ambia Bwana, Mungu ninajitoa kwako. Mungu, chukua maisha yangu ujitukuze nayo. Chukua mwili wangu ujitukuze nao. Chukua wokovu wangu ujitukuze nao. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana atajitukuza na wewe. Bwana ataonekana katika maisha yako. Katika jina safi la Kristo Yesu. Karabozi hetazona. Makoshela bozi biketaduna. Bakala balabazanda. Wewe ambao mwili yako ilikuwa inaenda inatumikishwa mahala kwingine, unakuja ukijuta, unalia, unasema kwamba hata sikudhania mwili wangu naweza enda huko, sikudhania naweza kufanya vitu kama hivyo. Ni wakati wa kutoa mwili wako kama dhabihu, kama dhabihu. A sacrifice is a surrender. Unaitoa. Yesu akatoa dhabihu ya mwili wake, akatoa pale msalabani mpaka akafa. Kwa kuwa alimalizia na kuitoa dhabihu hiyo, nasi tukaweze kutoa dhabihu zile mbele za Mungu zikapate kukubalika na huyu Mungu. For this is our reasonable service unto the Lord. Tunaposema tunaenda kwa ibada, tunaposema tunamwabudu Mungu, tunamwabudu kwa kutoa sadaka hii ikakubaliwe. Itakapokubalika, sadaka zingine zote zitakubaliwa. Hali zingine zote zitakubalika. Sadaka hii ikikubaliwa, kuna milango inaenda kufunguka. Because God shall come with his goodness. Na ajaze wema wake katika maisha yako. Na akijaza, watu watasema kweli umejazwa. Kweli umejazwa. Father, we thank you. Father, we bless you. Hallelujah, Yesu. This is the last Sunday. Pengine uko hapa and you were not serious with salvation. Umekuwa ndio uko kanisani, ndio unaenda kanisa, but you are not serious with salvation. And today you want to offer yourself unto the Lord. You want to rededicate yourself to the Lord. Inua mkono niombe pamoja na wewe. Atakuchukua Roho Mtakatifu, atakutakasa. Atakuchukua, atakufanya chombo cha kutimiza mapenzi ya Mungu. Ni watu mkono. Because this is our last Sunday. There's no other day. Imebaki ya Jumapili ambao unaweza kujitengeneza na kujitakasa mbele za Bwana. Ni wakati huu. Umekuta mwili wako umekuwa ukienda hapa na pale. Umekuta maisha yako hayampendezi Mungu. Huu ndio umeokoka, lakini unakaa kama mtu ambaye hajaokoka.
raise up your hand. We'll pray together. Because this is the day the Lord has made. Yesu akasema yeyote ambaye hata niaibikia hapa duniani, na mimi sitamwaibikia mbinguni. Atakayeniaibikia, nitamwaibikia mbele za Baba na malaika. Si umwinue tu mkono niombe na wewe. Bwana akutakase kama chombo chake. Kama chombo chake. Hallelujah. Inua tu mikono. Yes, I'm saying you are saved. Sisemi haujaokoka, but unataka Bwana akuunde uundike zaidi. Inua mkono tutuwa pamoja na wewe. You want to recommit yourself, to rededicate yourself. Thank you for those hands that are up. Hallelujah. Tuinuke tu hapo ulipo. Bwana akutengeneze. Inuka tu kwa miguu yako. Bwana akutengeneze. Usiogope mtu yeyote. Rise up, rise up. Wewe uliinua mkono, inuka tu. Inuka tu. Naona kuna mikono ilikuwa imeinuliwa hata pande. Baba, imekupendeza kwa wapendo waliosimama mbele zako siku ya leo wakatoe sadaka hii ikakubalike mbele zako. Mfalme wa wafalme, ninaomba mambo ambayo yamekuwa yakiwasonga kwenye maisha yao, ewe Roho Mtakatifu unayetutakasa, ingia kwenye mili hii wanapoitoa, ingia kwenye maisha haya wanapoyatoa, ingia katika safari hii ya mbinguni wanapoitoa. Mungu uweze kuwajaza na wema wako wote, wa uzuri wako na wa your will, oh God. Fill them, Lord. Fill them, Lord. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. From today, Father, these people are fully regenerated. In the mighty name of Jesus Christ. They are fully regenerated. Ninaomba Bwana wakajazwe na nguvu zako, wakajazwe na neema yako na wema wako. Thank you, Lord. Pokea sadaka hizi. Pokea sadaka hizi. Pokea sadaka hizi. Ewe Bwana mtakatifu, pokea sadaka hizi. Wanapojitoa kwako, ukawapokee. Ukawapokee. Wanapojitoa kwako, ukawapokee. Ukawapokee Bwana. Wakawe vyombo ambavyo Bwana utavitumia kwa utukufu wako. Fill them with your knowledge. Fill them with competence. Hallelujah. Ninakushukuru Bwana. Ninakuinua Bwana. Wakaweza kuinstruct wengine Bwana in this competence. Katika jina la Yesu Kristo. Heshima na enzi ni yako. Kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Naomba na kushukuru. Amen. Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. Nafikiri tumefika mwisho wa ibada. Nitaomba na yule ambaye ungependa special prayer kulingana na hiyo ujumbe.